Hii ni Bennett Media. Tuko Bennett na wewe leo na kesho. Yes, bwana, mambo vipi ndugu mpenzi mtazamaji wa Bennett Media? Hatimaye leo ni asubuhi nyingine, asubuhi yenye matumaini. Nimekuja kumuona Biabololo aka Dicky Real, mmoja kati ya wanamuziki hapa anafanya poa kwenye game ya muziki hapa kwetu Checheni. Ni makamera nikiwa na mwanangu kumuita Director Zege, kwenye mic ikiwa ni Jeffrey GK. Na kama ni the first time, hakikisha umesubscribe, like na comment ili mmoja kati ya family members wa Bennett Media. Kaka inakuaje? Sana. Unasemaje? Namshukuru Mungu. Vipi asubuhi leo imeanzaje kwa upande wa Dicky Real? Asubuhi leo imeanza vizuri, namshukuru Mungu kabisa. Shukuru Mungu. Yeah. Naona bado upo na stream, upo live. Nipo live natambulisha ngoma. Ulisha ngoma. Selfie on air. Selfie. Yeah. Moja kati ya kitu ambacho kilinishangaza na kunipa wakati mgumu, nikafikiri labda pengine kuna sehemu mlikutana. Ni picha ambayo uliposti ukiwa na bwana Pasli, ambayo kidogo ilinipa wakati mgumu wa kufikiria mpaka jamaa mpikaje picha na Pasli. Na ilikuwaje kuaje? Mimi nikafikiri labda itakuwa ni mlikutana tu, lakini hakuna lolote ambalo linaendelea. Hii hadi ifike stage ya kushika naye picha, labda mlishika naye picha mkiwa wapi na ilikuwa mazingira gani, na labda connection hadi umpate ilikuwa vipi? Kwanza siwezi kuweka wazi kwamba tulikuwa tuko wapi. Kwa sababu mazingira yetu haya ya kipumbavu kweli yani. Tunaishi na masilichi na watu wengine. Kwa hiyo mimi siwezi kuweka public kwamba tulikuwa wapi, isipokuwa tulipokutana tukapiga picha. Maki ilikuwa long time hatujaonana. Miaka mingi sana. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Picha mlioshika ina zaidi ya mwezi sasa hivi. Ina zaidi ya mwezi ndio. Project imekuja kuonekana siku ya leo. Of course. Unajua project kuiacha sio mchezo mzee. Mimi project nimefanya naye na kama mwezi mzima sasa hivi. Mwezi. Maandalizi, unafikiria je hii project ni kali, tunakaa chini tuna confirm na team, si unaelewa? Si atuachie project kwa sababu ni kuachia tu, no. Kuna project zingine zimetangulia, mfano nimekumisi ilikuwa bado haijaachwa video. Kwa hiyo siwezi kuachia selfie huko nimekumisi bado haijaachia video. Kitu ambacho kiwezekana. Kwa hiyo ilikuwa ni mipango bado inawekwa sawa. Lakini selfie vile vile imeenda direct video. Haikuwa na audio wala nini, haikuwa na makona kona, ilienda direct official video. Ya labda hii kwa upande wako imekaaje na kwa nini uliamua kuanza na selfie video direct? Na pende nimekumisi bado watu wanaisubiri. Mimi napenda sana kubadilika mzee wangu. Mimi watu wamenizoea sana kupandisha kwanza na audio. Sana ni ngoma nyingi tumeshafanya na audio na sasa hivi nimeamua tu kuacha selfie, nimeamua kabisa kuwa surprise mashabiki zangu kwamba tuache tu video moja kwa moja. Sikuona maana ya kuacha audio. Yaani kwa mashabiki zangu mimi walihitaji waone tu Pasli kwa wapi. Wamuone Pasli je, yupo kweli? Au katuma au ni AI. Kuacha video ni moja kati ya vitu ambavyo nime appreciate pia na mashabiki pia wame appreciate. Kitu ambacho kimebaki kimeniweka mdomo wazi ni pale ambapo video imefanyika mkiwa mko wote pamoja. Sio tu kwamba mmefanya video yake akiwa yupo huko alipo na wewe ukiwa huko uliko. Video imefanya mkiwa sehemu moja. Labda ilikuwa vipi, labda hii hata kichwani hataki kuingia yani. Nakuja. Tupo naye, nipo naye na ni bro, tumekutana. Sasa hata yupo Dar es Salaam, akaja siku moja nikalipa nauli kila kitu na akaja tukafanya kila kitu na akarudi zake. Iko hivyo. Yeah. Sio bani. Ndio hivyo mwanangu. Labda moja kati ya post ambayo nimeiona kwenye ukurasa wako wa WhatsApp channel ni pale unafanya challenge na shemeji yetu, kitu ambacho kwa wasanii wengine kidogo bado kinawapa wakati mgumu, lakini wewe bado unazidi kumuonesha mke wako licha kwamba mpo kwenye ndoa zaidi ya miaka 2-3, lakini bado anaonekana kama bado ni mmefanya ndoa jana bwana. Labda hii kwa upande wako imekaje mke wako? Inamaanisha mke wako bado kuna ile love, ule upendo ambao labda ni upendo ambao labda watu wamewana jana, lakini bado mnazidi kuonesha upendo hadi kwenye challenge ya selfie. Sasa ndugu yangu, kuzeeka ndio upendo umezeeka. Upendo usha kuzeeka kweli? Upendo hajaye kuzeeka ndugu yangu. Yaani mnaweza kama mmeshakuwa hadi wazee na mkaendelea kuonyesha ile kupendana bana. Upendo hajaye kuzeeka, isipokuwa miili ndio inazeeka, ila upendo ni kama nafsi. Kuhusu kauli ya ng'ombe hazeeki maini, upendo hauzeeki na ng'ombe hazeeki maini. Na ng'ombe pia hazeeki maini ndio, of course. Ndio maana watuona sisi bado tunaendelea kuwepo. Yeah. Bado unaendelea kuwepo. Ndio hivyo. Endelea kufly. Tuendelea kufly. Lakini moja kati ya comment ambayo niliona, comment ambayo ilikuwa imekomentiwa na P-Boy Striker, ni comment ambayo inawapongeza na kuikubali ile kazi. Labda kwa upande wako wewe umejisikiaje, moja kati ya legend ambao ulikuwa nao hapa Checheni amekubali kazi yako? Namshukuru Mungu sana, na P-Boy ni moja kati ya familia,
niliona comment yake YouTube pale nikasema yes, mwanangu anatufuatilia, legend mwenzangu ana appreciate project. Kwa ile moja kati ya blessing. Mimi namshukuru sana. Yeah. Labda upande wa Dick Real, nini kinafuata baada ya selfie? Baada ya selfie mimi nitatangaza tu. Nitatangaza kwamba kitu gani kinafuata. Sitaki kuweka vitu public. Sipendagi sana kuweka vitu public. Lakini ndio tayari selfie sasa hivi ipo mtaani na mapokezi yake ni makubwa. Labda kwa upande wako umejisikiaje baada ya kuona mapokezi ya selfie mazuri? Nashukuru Mungu sana, mapokezi ni makubwa. Hata hivyo niko live hapa na mashabiki zangu, tunapiga story kuhusiana na selfie. Wanafanya challenge, wanatoa michango yao pia. Unajua mimi na appreciate sana kutoa kazi ambayo watu wanaipokea vizuri pia. Yaani kitu ambacho kinakera ni ile unatoa kazi afu kazi watu hawaipokei. Sometimes inamrudisha msanii nyuma sana. Lakini namshukuru Mungu, kila project ninayoitoa mimi na ina shout out kwa mimi. Namshukuru Mungu na nashukuru pia mashabiki zangu wote wanaofanya challenge na wanao kwenda YouTube kusupport, ambao wana subscribe, ambao yani kila kitu. Mungu awabariki sana. Bariki sana. Sio bad sana. Moja kati ya wasanii ambao wanawapa mashabiki zao nafasi ya hata kuwapa hata shukrani ni wewe pia. Yeah, ningetamani kuna vitu ambavyo vinaendelea mtandaoni sasa hivi, lakini sijui kama unavimanya, ambapo kitu ambacho amekifanya ndugu yako au marafiki yako, tuseme ni rafiki yako, kwa sababu hata kwenye kikao niliona mlipana mikono ya amani, mliongea kauli nzuri ambazo hatukuzitegemea kuziona kwenu nyinyi wawili, ambao mtaani watu wanaelewa kwamba Dick Real na Mbuzi la Kibembe hakuna mahusiano mazuri, lakini mahusiano mazuri yalionekana siku ile ya kikao ya Bembe to the World. Labda una kipi cha kumpongeza ndugu yako baada ya hiki alichokwenda kukifanya hapo jijini Kigoma? Ni hongera zake tu, ni hongera kwa sababu ni moja kati ya hatua, ni moja kati ya safari za muziki. Safari ya muziki lazima uende ufike sehemu kama hizo na zaidi na hapo. Kwa pongezi ni hongera. Nimeshapongeza kitambo sana, nilipongeza pia. Yeah. Lakini nilitegemea nione angalau hata umempost rafiki yako na kusema hongera mwanangu kwa ulichokifanya, kwa sababu ni kama unatupush, lakini sijaona chochote umepost kwenye account yako yoyote. Labda hii imekadikaje hii? Naacha project, siwezi kupost, siwezi kumix vitu. La sivyo mashabiki wataharisha sasa na kuchanga. Wanataka mashabiki wapate shida kwenye tumbo. Mimi nimeacha project, siwezi kupost chochote zaidi ya project yangu. Nafikiri nilipongeza kwenye media, nishalipongeza kwenye media, ni moja kati ya post, ni appreciation. Sio kila mtu anaongea ukweli au anapongeza mwenzake, msanii mwenzake kwenye mic. Sio, unaelewa? Kwa hiyo inatosha sana mbona. Labda ingetokea ni mtu post. Sikwani tusipost. Sasa mimi nashangaa sasa. Unataka mpaka ni post mimi? Mimi nimepost project. Kama ningekuwa sina project yoyote ningepost pia. Yes, yani katika vitu ambavyo sina, yani sitaka shida. Yani nikipost nitapungukiwa nini? Nikipost nitapungukiwa nini? Of course, ni maisha man. Naoni muziki. Sio kila mtu anaamini katika unafiki ili afanikiwe. Sio kila mtu. Kama mimi siamini katika unafiki au siamini katika kumbania msanii mwingine. Tumeambiwa kila mtu ana riski yake na kila mtu ana njia zake, si ndio? Lazima kila mtu apite kwenye njia zake. Mimi mafanikio yangu hapo katika kufanya mema, ndipo naweza kupata mafanikio. La sivyo siwezi kufanikiwa. Yeah. Labda ingetokea ile nafasi ya kwenda kule, wewe naye umeenda, alafu mgeenda kuperform wewe na Nyago, labda unahisi mngeperform nyimbo gani pale kwenye stage ili watu wabaki wamechanganyikiwa? Fanya naye project ambayo ni Mbembe na ndo ambayo tungeperform. Labda unaona mapokezi ya Mbembe angekuaje pale kwenye stage? Ni ngoma kubwa sana kwa sababu ni ngoma ambayo ilipendwa na kila rika ya mtu. Yaani kila lugha ilipenda ile ngoma. Na wanajua ni very, yani chorus yake ipo very simple kukariri. Kuna Mbembe imependwa sana. Sana. Labda unahisi mngeperform Mbembe pale, labda nyimbo zingine ambazo waliperform wengine zingeonekana hazina chochote, labda nini? Kwamba unahisi labda baada ya kuperform Mbembe ungevunja ili zile nyimbo zingine ambazo zilitangulia wameziperform ama vipi? Yaani kuperform Mbembe haijamaanisha kwamba tutavunja ngoma zingine. Kila ngoma ina nafasi yake. Huwezi kuvunja ngoma kwa sababu umeperform Mbembe hapa. Tungeimba tu kama kawaida, tungefurahisha mashabiki na zingine ambazo zimetangulia zilishawafurahisha na ambazo zingekuja zingefurahisha pia. Lakini vile vile niliona watu wengi ambao waliambatana na Nyago na wengine walienda business zao, ambao walienda kwa ajili ya kwenda kumsupport Nyago na wengine walienda kwa ajili ya maslahi yao binafsi, kiwemo akina Feko Madani waliambatana na Nyago pamoja na Afani Piano akiwa dancer yule. Tumefika K20 tuendelee. Afani Piano dancer yule pamoja na wengine wengi ambao walienda kimsafara wao kina Bob GM na wengine wengi. Estraman pia alikuwepo lakini hakupata nafasi ya kuperform. Labda una kipi cha kuwapa au kipi cha kuambia wale wote ambao waliambatana na Nyago na ambao walienda kwa njia zao binafsi ambazo wanazijua wewe kwa sababu ya kwenda kupush Bembe to the World? Sasa mimi nitaambia nini? Lazima una cha kuambia kwa sababu miongoni mwa mimi na cha kuambia, kwani wameenda kwa sababu yangu?
Unajua miongoni mwa wale watu ambao wanaisimamia Bembe to the World na kushauri watu kwa sababu ya kuipush Bembe to the World, ulikuwepo kama kiongozi wa Bembe to the World. Mlikuwa watatu pale kwenye benchi ya mbele. Kwa lazima una la kuongea zidi ya huu muziki ambao mnaufanya wa Bembe to the World. Ni hongera tu kwa sababu ameenda kusupport kile tunachoki plan. Kwa sina zaidi ya kuwapa hongera zao. Mungu atangulie na walifanya vizuri pia. Baada ya kikao kile ambacho mlikifanya cha Bembe to the World, tunaanza kuyaona mafanikio. Kwa upande wako wewe, unahisi labda Bembe to the World mwelekeo wake uko vipi? Mwelekeo ni mzuri sana, mwelekeo uko fresh sana. Tunaona kuna mwanga. Kwa kama serikali ya Tanzania itatupa nafasi, Bembe to the World itakuwa na mwanga sana. Na mwanga mwangaza. Sio baya. Labda una kipi cha kuambia hao wanaokutazama hapo kwenye screen yako? Maana hao ndio mashabiki zako ambao kunao muda huu. Waambie neno lolote ambalo litakuwa linamaanisha kitu fulani ambacho kwa upande wako kutokana na hii Bembe to the World ambayo mnaifanya na muziki ambao ulikwenda kuiachia jana. Uambie neno lolote lile ambalo litakuwa na matumaini mazuri kwa upande wao. Nawapenda sana. Napenda sana. Sana. Sio baya. Sana na najua hivyo, ndio maana wako hapa wananisupport usiku na mchana. Hawalali kwa sababu yangu, nikiacha project wanaona, wana like na wengine wana share. Ningetamani tumalize kipindi na wanasema kwamba umalize, wanasema umalize. Ya ndio hivi nakwenda kumaliza. Umalize. Hapa wanaweza kukupiga hata kukupiga. Ya umalize na neno moja la kuambia watazamaji wa Benet Media pamoja na mafans kibao ambao hawajapata nafasi ya kutazama nyimbo yako. Waende wakaitazama. Mafans wa Benet Media wa support Benet Media, subscribe na kulike ili wao kwanza kupata update za Benet Media. Asante sana kwa muda wako. Nemani hapo umeenjoy, nilikuwa na Dick Real Biabololo au sio bana? Kuna mengi ambayo amekwenda kuniambia na kuna mengi ambayo tumekwenda kuyajua kutoka kwa Dick Real. Vile vile ana official video ya nyimbo yake inaitwa Selfie ambayo ni video kali, nyimbo kali ambayo amemshirikisha mwanamuziki ambaye ni Pasli ambaye ni mwanamuziki adimu sana bana. Hakikisha umesubscribe, kulike na comment ili uwe kwanza kupata update hapa Benet Media. Kwenye mic ikiwa ni Jafri JK, nyuma kamera nikiwa na mlango wa kumuita Director Zegi na sina mengi ya ziada.